lakini nilikuwa maeneo ya Mlimani City nikiwa nimetulia kwenye akili yangu nikisema kwamba mpaka saa 7 saa 8 naweza kurudi nyumbani ili nifuate agizo la serikali. Lakini mnamo saa 7 niliokuwa naye jirani alikuwa ni dada mmoja ametokea Bagamoyo, alipigwa risasi akavunjwa miguu yote miwili, na akatokea bwana mmoja alikuwa na gari akasema tumpeleke maeneo ya hospitali pale Chuo Kikuu. Nilipofika pale Chuo Kikuu alikuwa amefanywa dressing, yule dada akaandikiwa kupelekwa Muhimbili. Lakini nikiwa kwenye gari ambulance tukapita polisi pale kwa ajili ya kuchukua PF3. Lakini tuliposhuka tu kwenda pale polisi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, niliposhuka tu nilipokelewa na magongo na kupigwa sana. Nilipigwa bila kuulizwa chochote, nikaacha hela zangu, nikaacha simu, kaingizwa ndani. Lakini niliokutana nao ndani kwa kweli alikuwa ni mambo ya ajabu sana, kwa sababu watu wengine walifia ndani, wengine walipigwa risasi za viuno, wengine walikuwa wamepigwa risasi za nyonga. Ni vitu vingi sana, lakini nasema nashukuru sana Watanzania kwa kupiga kelele. Singepiga kelele nadhani hii kesi kwetu ilikuwa ni ngumu sana na tulikuwa tumemwachia Mungu. Lakini tulipokuwa tunaona Watanzania, wazazi wetu, ndugu zetu wanapiga kelele nje na ujumla na dunia kwa ujumla, kwa kweli tulikuwa tunajisikia na Mungu ametutokea. Nanyi pia waandishi wa habari amkunyamaza, mmesambaza vile Mungu alivyowawezesha. Tunashukuru sana na Mungu awabariki sana kwa kazi yenu njema. Na huko ndani wamezungumzia nini hasa, kwa sababu tunaona wengine wanaambiwa kwamba wakaripoti kituo cha polisi Jumatatu. Hili swala lina ukweli kiasi gani? Tumeambiwa Jumatatu tukaripoti, kwa sababu tumejaribu kuuliza kwa habari ya vitu vyetu. Wametuambia Jumatatu tukaripoti. I don't know kitatokea nini, kwa sababu tumeuliza kwamba kuandikiwa ile wanaita PPR chochote, lakini tumeambiwa tuende tukaripoti. Kwa hiyo tutakachokutana nacho Jumatatu labda tunaweza kujua hapo. Kuna baadhi ya ndugu zako ambao wako hapa ambao umeshakutana nao mpaka sasa? Hapana, sijakutana na ndugu yangu aina yoyote kutokea mpaka sasa hivi. Kwa sababu hata mke wangu sikuweza kumpa tarehe ya mahakama kwa sababu ilikuwa kwamba tunaweza tukaambiwa ni huku alafu tukaingia kule video. Kwa hiyo tulikuwa hatuna taarifa ambazo ni rasmi. Kwa uenda nyumbani hawafahamu chochote kuhusiana na wewe mpaka sasa? Nyumbani kwangu kimaanisha familia, kama familia wanaweza wakawa wajui chochote isipokuwa mke wangu naishi naye sasa hivi, ambaye pia naye hajuani sana na familia kwa ujumla. Na pengine ulisema ulikuwa na bajaji, na pengine usalama wa chombo chako labda, kwa sababu baada ya pale kufika polisi na ile ambacho kilikuwa kimetokea, ulipata taarifa zozote kuhusiana na usalama wa chombo chako ambacho ulikuwa nacho? Baada ya kuona hali ya hewa sio nzuri sana, nilijitahidi kuingiza bajaji ambapo si salama sana lakini ni salama kidogo. Niliingiza kwenye sehemu wanapopaki pale DDC Mlimani, nikapaki pale, lakini before kama dakika 20-30 niwasiliana na bosi wangu kwamba napaki chombo hapa, kwa sababu hali ya hewa imekuwa sio nzuri. Kwa hiyo wakati najiandaa kurudi nyumbani ndio ikawa matukio yamenipata. Kwa hiyo mpaka sasa hivi sijui kama bosi wangu aidha ameenda kuichukua au bado ipo au iko salama au haiko salama. Kwa mpaka nitakapokuwa nimetoka hapa, nitakapokuwa nimefika eneo la tukio ndipo nitakapojua ipo au haipo, na nikiwasiliana na bosi wangu aniambie kwamba alichukua au la. Na kwa sasa unatokaje hapa, kwa sababu huenda hata nauli hauna? Ni kweli sina nauli, lakini najua tu kwamba watu ni wengi, siwezi kukosa chochote cha kufika, kwa sababu mimi nyumbani kwangu ni Kinyerezi Kifuru ndio ninapoishi. Kwa hiyo nina imani hivyo. Ukweli ni kwamba tulikuwa gerezani, nadhani sasa hivi ni siku 27. Kwenye wale ambao mlifika na yule ambaye mlikuwa mnampeleka hospitali kama ambavyo msema, ni wewe mwenyewe ulichukuliwa ama ni kuna wengine? Kimsingi ni kwamba yule ambaye tulichukuliwa, yule ambaye alikuwa amevunjika miguu yote miwili alifikishwa, sikujua kilichoendelea, ila pale hospitali niliambiwa kwamba amefikishwa hospitali, lakini bado nikawa na mashaka kwa sababu wote waliofikishwa hospitali waliletwa hospitali, lakini pale hospitali sikubahatika kumuona. Sasa pengine neno lako moja kwa vijana wa Tanzania ambao wanasikiliza. Neno langu moja la vijana wenzangu wanaonisikiliza, naweza kusema tuwe makini katika kauli za serikali. Kwa sababu wengi, naweza kusema asilimia zaidi ya 98 ambao tumewekwa gerezani hatujui kilichotokea na hatukuweza kuwa eneo la tukio, hususan mimi, na wengi wamekamatwa nyumbani. Tulikuwa Segerea, wengine wanasema familia nzima wako Segerea, baba, mama, shangazi, mjomba, yani ni familia nzima wamekutwa nyumbani, wamechukuliwa nyumbani, yani sio eneo labda barabarani, wamechukuliwa nyumbani. Sasa mimi binafsi mpaka nashindwa sasa kupata shida, napata shida kwamba tutaishi mazingira gani, kwamba
Hata mbele yetu kuna tarehe 29 Disemba na tumeonywa tusitoke nje, lakini tusitoke nje vipi wakati wengi asilimia kubwa tumechukuliwa majumbani kwetu, wengine dukani, wengine anakunywa chai kwa mama ntilie. Sasa inatutia sana hofu na mashaka. Hivi funzo ambalo umelipata kutokana na hiki ambacho kimetokea? Funzo nililopata kutokana na hiki kilichotokea ni kwamba vijana wengi tusifuate mkumbo. Tusipende kufuata mkumbo na kuwa na magrupu yasiyofaa. Tujaribu kuisikiliza serikali yetu vile inavyokuwa inatupa maelekezo, na serikali pia naiasa kwamba hata kama inatoa maelekezo iwe inatoa maelekezo ambayo yamenyooka. Kwa mfano kama tarehe 29 sisi tuliambiwa tukapige kura, alafu tukishamaliza kupiga kura tuende majumbani. Lakini wengi walipatwa na mikasa wakiwa wengine wapo kwenye kura, wengine wakiwa wamejiandaa, hususan madereva bodaboda ndio walikuwa wabeba watu kuwapeleka kwenye vituo vya kupiga kura. Lakini wengi wamepatwa na matukio. Mimi dereva wa bajaji nilipatwa matukio nikiwa nawapeleka watu kwenye mifumo hiyo ya kupiga kura. Kwa hiyo naweza kusema kwamba mifumo ya serikali na sisi zile kauli zake zimekinzana, hata kwamba sisi sasa imekuwa kwetu ni shida na imetuumiza sana. Mimi namshukuru Mungu nilipigwa na sina kilema chochote, lakini ukweli ni kwamba watu wengi sana wamepata vilema, watu wengi sana wamekufa, na wengine wamepata vilema vya maisha kabisa, yani kwamba wanatoka wanaenda nyumbani lakini maisha yao yamekuwa yameishia hapo.